Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ni mimi hapa mtangazaji wako Tafa Brandi kwa East Africa Mashariki katika kipindi hiki cha Tafa Online TV. Leo tupo hapa Takrima Iftar ambapo imefanyika event hii ya iftar, na miongoni mwa watu tunaozungumza nao hapa ni kiongozi au mwalimu wa Takrima Madrasa. Sasa nilikuwa tuna jambo moja na mwalimu kuzungumza, kwa sababu kuna watu wengi ambao wanafanya hizi iftar, wanafuturisha watu. Sasa mwalimu, nilikuwa na swali moja. Wanasema iftar, kufuturisha ni kufuturisha kwamba wanatoa matajiri kuwapa maskini, kuwafuturisha watu ambao wasiojiweza. Ndio. Sasa kuna iftari nyingi ambazo zimefanyika kama hizi ya juzi hapa ambayo imefanyika kwa huyu msanii maarufu anayemuita Harmonize. Harmonize na Kajala. Yule Kajala anasemekana kwamba sio Muislamu. Sasa iftari kama zile inakuwaje yani? Kwa sababu mambo kama haya tunafuturisha, pia tunapata na darasa kwa wale ambao wanahitaji kufuturisha ili waweze kujua kwamba tunafanya vipi nifuturishe mradi nipate malipo kwa Mwenyezi Mungu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Baada ya kushukuru al-Maula subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama kwa hakika nimelipokea swali lako la kutaka kujua maana halisi ya iftar kwa wale ambao wanawafuturisha watu wasiokuwa na imani ya dini ya Kiislamu. Je, hawa watu wakifuturisha Mwenyezi Mungu atawalipa nini? Nafikiri ndio makusudio ya swali ambalo ulioniuliza. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu anasema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Aya hii inaanza ya ayyuhalladhina amanu. Hapa ndio mwanzoni tunaambiwa watu ambao walioamini. Sawa, kutiba alaikumus siyam, tunaambiwa tufanyeje? Tufunge mwezi mtukufu wa Ramadhani, tufunge saumu. Tumefaradhishwa sisi kwetu nini? Funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa kwa ufafanuzi wa aya hii mwanzoni mwake, kwa maana funga inawathibitikia wale watu ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tukija katika suala la malipo ya funga malipo yake yatapatikana kwa yule mtu ambaye ameshamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hawa watu ambao wanaofuturisha wako nje na imani, hawa watakuwa kama wanalisha chakula tu cha kawaida. Hawatathibitikiwa kwao malipo. Kama malipo watalipwa hawa na Mwenyezi Mungu ni kama chakula kuwarisha watu, lakini sio kwa thawabu za funga. Sijui umenifahamu vizuri. Kwa sababu ya funga hawatapata, lakini kama wamewakirimu watu chakula, Mwenyezi Mungu atawalipa kwa huruma hiyo, kwa sababu wamewalisha watu chakula. Lakini kwa lengo maalum la kusema wapate malipo sambamba ya funga yenyewe, hapana. Funga haina makusudio kwa watu ambao wasioamini. Kwanza waamini, wamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Bwana Mtume Muhammad sallam, ndio wataingia sasa kwenye ile sharia ya kwamba hawa watu watakwenda kulipwa malipo yao kwa kuwafuturisha watu. Na Allah anasema as-sawmu li wa ana a'jizim bihi, funga ni ya Mwenyezi Mungu na yeye ndiye atakayelipa. Kwa hiyo ili wapate malipo wamwamini nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam kabisa. Ndugu yangu Muislamu, umesikia kabisa kwamba ili mradi upate malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lazima umwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pia ufunge kwa imani kiakini. Mimi mwalimu wangu nisimchoshe kwa sababu ametoka kustadi, pia anahitaji kupumzika. Basi mwalimu, tunashukuru sana kwa wale ambao wasiotambua wameweza kutambua kwamba funga inabidi iweje na ili uweze kupata malipo. Sawa. Ewe mtazamaji wetu, hapo ni mimi mtangazaji wako Tafa Brandi kutoka Tafa Online TV. Leo tulikuwa hapa Mbagala katika event ya Takrima Iftar, na pia tutaendelea na matukio mbalimbali. Usisahau kutufollow katika page yetu ya TikTok Tafa Online TV na katika all digital platform kwa Tafa Online TV. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salamu wa rahmatullahi. Shukrani.